Kinachotakiwa ni wewe kukubali, kugeuka sasa, kujitahidi kwa kadiri unaposikia neno la Mungu kukugeuza moyo kuelekea msalaba wake Yesu Kristo. Ni wewe sasa kukubali kukaa chini ya huyu Yesu ambaye mimi namuita kama mchonga kinyago, na kinyago ni mimi na wewe. Tukubali kuchongwa na yeye ili kusudi upendo wake Yesu tuweze kuufaidi. Na ukiweza kukubali kupendwa na Yesu, utaishi maisha ya furaha kama ambavyo tumeambiwa tumtazamie Yesu Kristo mwenye furaha. Ungesema amen. Ungesema amina tena. Ungesema amina tena. Kwa unapendwa na nani? Na Mungu. Ni wewe kukubali upendo, hii zawadi ya upendo iwe kwako. Kukubali kubadilishwa. Ubadilishwe mtazamo wako. Ubadilishwe jinsi unavyowaza. Ubadilishwe jinsi unavyofikiri. Ubadilishwe jinsi unavyoishi na watu. Kuna watu ni wa Kristo lakini bado wanaishi maisha ya kipagani, na wengine tunao humu. Sasa neno hili linakuja kwa upendo wa Mungu, linakulenga wewe kuhama huko, utoke kwenye hiyo hali, utoke kwenye maisha ya chuki, utoke kwenye maisha ya kuonea watu wivu, utoke kwenye maisha ya kuonea watu wengine kwa ubaya, utoke huko. Ndio maana ya zawadi ya upendo wa Mungu. Anakupenda jinsi ulivyo. Utoke kwenye hali ya kuwaonea familia yako. Wako akina baba humu hata leo inawezekana wamepiga wake zao. Wako akina mama humu inawezekana wametoka kule nyumbani kumewaka moto, amemwacha yule baba pengine amelala, lakini amemtusi matusi ya nguoni. Yupo hapa. Hao ndio waliopendwa na nani? Na Mungu. Anataka wabadilisha sasa. Ndio maana uko mahali hapa. Yuko baba humu, Mungu amemjalia ana hela lakini hatoi matumizi kwenye familia yake. Huyo anatakiwa abadilike kwa jina la nani? La Yesu. Ungesema amina. Ungesema amina tena na tena. Bwana asifiwe. Wako ambao wanawaza tu mabaya na wanawawazia wenzao mabaya kwa sababu tu ya wivu wa kibinadamu, kwa sababu ya wivu tu wa kimaendeleo. Mwingine amezidiwa cheo, mwingine amezidiwa mali, anaanza kumonea wivu mwingine. Natamani nikuambie neno la Bwana kwamba neno hili linakutaka wewe uondolewe hiyo hali ili umuone Yesu aliyekuja na furaha. Na furaha iwe juu yako kwa jina la Yesu. Ungesema amen. Watu wa Mungu mngesema amina tena na tena. Walionielewa ungesema amina mahali hapa. Ndio tunaotakiwa kubadilishwa. Ukristo sio maisha ya kale. Ukristo sio kuishi kwa chuki. Ukristo sio kuishi kwa kuonea watu wengine hila, kubeba maumivu ndani yako kwa sababu ya watu wengine. Unajua kuna watu wengine hata ukipendeza tu kwake ni shida. Wapo humu. Akikuangalia jinsi unavyong'aa, tabu. Akikuangalia jinsi ulivyovaa kashati kako kazuri, shida. Yaani ana roho ya kwa nini mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa nini? Huyu apone kwa jina la Yesu. Kama yumo humu afanye nini? Apone. Wapo. Wapo. Wengine wanaenda mpaka kuwafanyia wengine mabaya. Mwingine ameteuliwa kwenye nafasi fulani, sio wewe. Wewe unaanza kumuonea wivu. Si uombe tu nafasi hiyo siku moja na wewe ufanye nini? Uipate. Sasa Yesu anawapenda hao wenye roho za hivyo hivyo. Anasema mimi nimewapenda jinsi mlivyo, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda akamtoa nani? Mwanae wa pekee, yani mtoto wake wa muhimu, mtoto wake anayemthamini. Anatoa uhai ili wenye dhambi, wenye roho mbaya kama hawa wapendane. Juzi nilihubiri mahali fulani, nikawaambia mama mmoja aliyekuwa anapigwa na mume wake sana. Sasa akatamani
ndoa fulani ya jirani yake iliyokuwa nzuri. Anawaona baba na mama mara kwa mara, wale wanapendana, wakitoka kwenda out wako pamoja kwenye gari, wanaendesha wote. Leo unamuona mama anaendesha gari, kesho baba. Unajua siku hizi kuna kina baba hawataki kuachia wake zao kuendesha hata gari. Wamo. Mungu amewabariki mna magari, lakini mama hajui kuendesha gari. Nao ni tatizo hili. Kweli si kweli? Ni tatizo. Ukiona wewe baba tu ni wewe tu uko kwenye usukani, kuna tuwaya fulani unatakiwa ubadilishwe kwa jina la Yesu. Hamtaki kusema amina kwa sababu pengine wapo huko. Badilika. Sasa nawaona wale familia ya wale wanapendana, wakitoka out kwenda vacation. Nasikia kuna vacation siku hizi, wako pamoja. Leo anaendesha mama, kesho anaendesha nani? Wakifika kwenye soko wako pamoja, wanaingia sokoni, wananunua kwa pamoja, wanarudi nyumbani pamoja, wanafurahia maisha. Sasa yule mama akatamani ndoa ile, akawauliza, jamani, ninaomba mnisaidie, mimi nateketea huku. Mbona wenzangu mna furaha? Mbona nikiwaona kabisa naona nyie hamuigizi? Wezaje wenzangu? Akakauliza kamayo mayo mwenzake. Akakauliza hivi, hebu nieleze siri gani wewe unayo? Kale kamayo kakamwambia, unataka nikwambie siri? Njoo pembeni. Kina mama si unajua wanaweza kuitana pembeni. Mnaitana nani? Shoga? Nyie kina mama shosti. Hilo neno zamani lilikuwa zuri, ila siku hizi ukilitamka ni shida. Ita shosti basi. Shosti, njoo pembeni. Kamvuta pembeni kama, mama, siri ni hii. Gapi? Moja. Siri ni unavyoniona mimi na huyu baba na huyu nani? Baba. Tunapendana kwa sababu tuna maushirikina. Unasema tuna nini? Kumbe yule mama alikuwa Msukuma, anamaanisha ushirikiano. Wana nini? Ushirikiano. Sasa kama mama hakajui kutofautisha ushirikina na nini? Ushirikiano. Ni mimi na nani tuna nini? Maushirikina kibao. Usituone hivi. Yule mama akashtuka akamwambia, chingine, akamwambia, nyingine mama, nyama ya ulimi. Nyama ya nini? Ya ulimi. Yule mama akatoka kaenda bucha zote, akanunua nyama zote za ulimi za ng'ombe na mbuzi, akapika. Jamaa alikala na kupika asijui vizuri, likamkumuta tena. Akarudi kwa kale kamayo, akasema, Mayo, umendanganya, nimepigwa tena. Akasema, ulifanyaje? Sema, mimi nilienda huko nikatengeneza nyama za nini? Za ulimi. Akamwambia, wewe sio hivyo, lugha unaongeaje na mmeo? Kijana mwingine nikamsikia juzi anasema, kanini kamdomo. Shida ni kanini? Unaweza kana wewe ni mzuri, mama wa watu ni mzuri wa sura, kama Biblia inavyosema, kama Sara. Sara alikuwa mzuri wa sura. Ukisoma maandiko matakatifu, ndio maana Ibrahim kuna wakati alitaka kunyang'anywa mke kwa sababu ya uzuri wa nini? Wa sura. Inawezekana ni mzuri mama yangu, ni mrembo kweli. Kweli yule baba alikuchagua, ni mzuri. Na inawezekana na hela zipo na maisha mnayo. Shida inayokutesa ni nini? Kanini? Yaani baba watu akiingia huko ndani utafikiri ulikuwa umemsubiri. Unaongea yani maneno ya miaka 10 unaongea siku hii. Sasa yule mama akatoka pale, akaanza kujifunza lugha, kuzungumza,
kuzungumza lugha. Baba mwingine naye akaulizwa na kina baba kule mtaani, wakamuuliza, baba wewe mbona tunakuona unanawiri, pombe haunywi, haukai vijiweni, tupe siri. Mwenzetu wewe bado unaonekana kijana wakati una umri mkubwa. Yule baba akacheka akawaambia, nyie wanaume sikilizeni niwaambie, msinione hivi nilivyo. Mimi na mke wangu tumekubaliana kupeana adhabu. Kweli? Unapewa adhabu gani? Anasema nikimkosea tu ananipa adhabu ya kutembea kilomita 10. Halo? Anasema hiyo imenisaidia sana kwenye maisha yangu. Sio kwamba tukwazani, maana mimi ndo mkosaji wa mara kwa mara, na kweli nimeshatii na kukubali. Kwa nipotembea zile kilomita ngapi? 10, jasho linanitoka, nafanya zoezi. Ndio maana mnaniona ni nani? Ninanawiri kijana. Kumbe kwa sababu ya nini? Ya adhabu ya zoezi la Kamayo, kamemwambia tembea kilomita 10. Wakamuuliza, hapana, mbona na mkeo naye ananawiri? Kakasema hivi, ninavyotembea yule mwanamke naye anatembea kuhakikisha nimemaliza kilomita 10. Kwa hiyo wote tunafanya nini? Zoezi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Maisha haya, kubali kubadilika, kubali kuchongwa, kubali Yesu akutengeneze. Hayo makando kando ulionayo, mwenye kuyamaliza ni Yesu, sio wewe. Sema amen. Walionielewa wangesema amina tena na tena. Walionielewa wangesema amina tena na tena. Yesu anapokuja, usibaki kama ulivyo. Usikubali kuishi kwenye tabia ile ile. Usikubali kung'ang'ania hicho kipengele ulicho nacho. Kubali Yesu akubadilishe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Yesu alikuja kuokoa ulimwengu na sio kuhukumu. Yesu alikuja kuokoa. Na hata tuko kwenye kipindi hiki cha uokozi, Yesu yuko kazini kuja kutuokoa sisi, kututoa huko. Lakini kuna watu wanatamani tu waishi hayo maisha. Maisha hayo hayafai. Maisha ya ubabe hayafai. Maisha ya kujiona wewe eti kwa sababu kijiji kizima kinakuona mkorofi, sio maisha hayo. Badilika. Uko kazini kwako, change, badilika. Yesu akusaidie. Hata utakapokuja kuondoka kwenye hiyo idara ama hiyo nafasi, watu waseme tumempoteza huyu mtu wa muhimu sana, na watu watalia kwa sababu wanakulilia kwa sababu uliwatendea mema. Ungesema amina. Ungesema amina tena na tena. Tenda mema mahali popote unapokuwepo, kwa sababu niliwahi kusikia wema ni akiba na ubaya nao ni nini? Ni akiba. Yesu anakuja kututendea yaliyo mema. Yesu anakuja kutufanyia yaliyo mema sisi tusiofaa. Sisi tusiofaa, tunaostahili kuhukumiwa, tunaostahili kupotea, tunaostahili kunyongwa, tunaostahili wewe huna, yani wewe na mimi hatuna maana kabisa hapa duniani kama sio kwa msaada wa Mungu. Huna maana yoyote. Mimi sina maana yoyote hapa duniani. Kuishi kwa maisha ya kuwa yani ya furaha, lakini ukiwa na Yesu. Tenda mema. Watendee mema mahali ulipo. Hata wewe mfanye biashara uliyeko hapa, biashara unapofanya, hao wateja waone ni sehemu ya uumbaji wa nani? Wa Mungu. Lugha yako ikoje? Mwingine ni Mkristo mahali fulani, akafuatwa na mteja. Mteja alipofika akamwambia, naomba unipunguzie, nina shilingi kidogo hii hapa. Yule bwana akamwambia, wewe unafikiri nafanya kazi ya kanisa hapa? Alafu ni Mkristo, pengine ni mzee wa kanisa mahali.
Anafikiri kazi ya kanisa ni kwa sababu watu wanajitoa sana. Anafikiri hivyo. Na yeye ameshindwa kuelewa kwamba Mungu alichomgawia wakati huo ni kwa wakati huo. Kuna saa Mungu anabadilisha mfumo. Mimi mara nyingi nimewaambia watu, maisha ni kama foleni ya magari. Kuna saa mwenzako atakuovertake. Kuna saa gari litapita spidi. Unaweza ukamdharau yuko nyuma hapo. Unamwona leo anaendesha mkokoteni, kesho ana gari la maana, sema amen. Atakupita tu. Ndivyo maisha yalivyo. Bwana asifiwe. Tenda wema na usitende mabaya kwa watu wengine, kwa sababu Yesu anatamani atutendee mema. Kama Yesu anatutendea mema, hata sisi sehemu yake tufanye mema. Mama mmoja sehemu fulani akawa ana mkwe. Kila wakati yule mkwe anatengeneza chakula anampelekea. Kila akimpelekea anaanza kumwambia maneno ya baraka. Anamwambia, ulichonitendea umejitendea. Yule bibi kila akitengewa chakula anasema, ulichonitendea umejitendea. Sasa kumbe yule dada haelewi hiyo lugha, kumbe ni baraka, kwamba haya mema unayonifanyia hata wewe utafanyiwa na watoto wako. Haelewi hicho kitu. Ikafika saa kaenda kwa waganga yule dada, ili kujua kwa nini huyu mama ananiambia maneno magumu hivi. Akafika kula akaambiwa, unajua si waganga wao ni wadanganyifu tu. Si mnafahamu? Kwanza kwa mganga ukienda jinsi hata manzari yake. Unajua nao si wana madhabahu yao. Wana vitu pale, mala pembe la ng'ombe, mala mbuzi aliyeongolewa meno mawili. Ukiingia mla na kupiga mikono. Nimekuona tokea mbali. Akapigwa mikwala yule dada wa watu, anatetemeka namna hiyo. Yule mganga akamwambia, shida yako ni nini? Eleza. Mama mkwe. Nimeiona ni mama mkwe kweli. Ni mama mkwe kweli. Huyo mama mkwe ni mbaya sana. Atakuua hivi karibuni. Tayari ile kauli, ulichonitendea umejitendea. Yeye anatafasiri kwamba yule mama anapomtengea chakula anamwambia hayo maneno kwa sababu anamuhisi kumwekea sumu. Sasa zile kauli za mganga, akatoka kula amejaa yule dada. Akasema huyu mama namuwahi. Unajua kuna watu wanawahiana kumbe sio mwenyewe. Unalijua hilo? Utawahiwa. Wakikuwahi, hii dunia imejaa watu wanakuwahi. Wakikuwahi kumbe wala sio wewe. Akarudi amepewa dawa ili akamwekea yule nani? Yule mama, ili kusudi aishi kwa furaha. Akifikiri ataishi kwa nini? Kwa furaha. Akarudi pale, akatengeneza chakula kizuri, halafu akakiwekea nini? Hiyo dawa. Memaliza kuweka hiyo dawa, yule mwanamke akabeba chakula kwenda kwa yule mama mkwe. Akafika tena akamwambia mama mkwe, karibu chakula. Kumbe siku hiyo kale kamama kamefunga. Kama kwenye ulimwengu wa roho muwe mnafunga nyie, msile kila saa. Akamwambia, leo kwa kweli niko mlimani, nimefunga, nitakula baadaye. Naomba kiweke hapo pembeni, nitakishughulikia baadaye. Akapata tumaini kwamba tayari amejifanya kufunga, atafungua tu. Muda ukaenda, ilikuwa asubuhi, mchana, jioni. Watoto wa mama wakatoka shuleni, wana furaha. Wakafikia kwa bibi, wakamwambia bibi, shikamoo, marahaba. Hamjambo? Hatujambo. Shule safi. Wajukuu zangu mko salama? Leo niko mlimani wajukuu zangu, chakula kuleni. Watoto wamepewa na bibi, watakataa? Na njaa ya shule. Nyie mlio kulia huko vijijini tunajua hiyo.
Mimi mwenyewe nilikuwa naishi hayo. Ukirudi nyumbani ukakuta kaugali fya, kita tuwali fya, ukoko fya, mandazi fya. Wakaingia pale chapu chapu fya. Wanarudi kwa mama, wanafuraha. Wanasema mama, bibi ametupa chakula tumekula. Yule mama akaanguka chini. Ulicho nitendea umejitendea. Bwana asifiwe. Washarika wa Upendo Geita, mnacho nitendea mmejitendea. Tenda wema, usitende nini? Mabaya. Kadiri unavyomfanyia mtu ubaya, ndivyo ubaya unazaa, na kuzaa kwa ubaya ni mauti, na mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Yesu ametupenda jinsi tulivyo. Tunapaswa sisi kubadilika kutoka kwenye kutendeana mabaya, tutendeane yaliyo mema. Simama kwa miguu yako kwa jina la Yesu. Ulicho nitendea umejitendea. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu kuna mahali anasema, nilikuwa sina nguo mkafanyaje? Nilikuwa sina chakula mkafanyaje? Nilikuwa niko gerezani mkafanyaje? Nilikuwa hospitalini mkafanyaje? Mkaja kuniona. Hayo ndiyo mema. Lakini wengine Yesu atawauliza, nilikuwa sina nguo hamkunivika nguo. Watasema ni lini Bwana? Ni lini Bwana? Ni lini Bwana? Wengine atasema nilikuwa sina chakula hamkunipa chakula. Leo mmeamua kutuletea chakula sisi watumishi wenu. Mlicho tutendea umejitendea. Mungu awazidishie katika hilo. Upendo wa Yesu hauna gharama. Upendo wa Yesu hauhesabu mabaya, hausonti vidole hivi. Upendo wa Yesu unakaribisha. Upendo wa Yesu unahesabu mema. Hauhesabu yale ambayo mwenzako ulimtendea mangapi. Kuna watu wako hapa wanafunga vifundo, wanasema huyu mtu umenifanyia hivi leo, na wiki ijayo, na mwezi ujao, na wiki ile, na wiki ile. Mwaka jana ulifanya hivi, mwaka juzi ulifanya na hiki, mwaka uliopita ulifanya na hiki, mwaka huu umenitendea tena, sikusamehi. Ukifika mahali hapo, tayari wewe umeanza kuiepuka mbingu. Lakini upendo wa Yesu ni upendo wa msamaha, ni wa moyo uliopondeka. Bwana asifiwe. Kwa kanisa, ishi maisha hayo, tamani hayo maisha. Epuka kuwasema watu wengine vibaya, kwa sababu Yesu amekuja kwa ajili yako. Kama Yesu angekuwa anatusema vibaya sisi, nani angesimama? Kila mara tunatubu hapa mbele ya madhabahu kwamba kama sio msaada na msamaha wa Kristo, nani angesimama katikati yetu? Kama sio huo msalaba hapa, kama sio ujio wa Yesu duniani hapa, nani angesimama hapa? Tumepungukiwa utukufu. Tumemkosea Mungu mara kwa mara. Tumeishi maisha ya kujipendelea wakati mwingine. Tumeishi wakati mwingine kuwadharau wale. Tumeishi wakati mwingine wa kuona huyu hana chochote. Tumeona wengine hawana chochote. Wengine maskini tumewaona. Wengine kwa sababu tu anajifanya. Yani wengine tayari tumetengeneza matabaka. Mwenye tabaka la chini anamuona aliyebarikiwa kidogo anamnyanyasa. Mwenye aliyebarikiwa kidogo anaona walioko hapo juu nao wanawanyanyasa. Walioko hapo juu pia wanafikiri kwamba watabaki hapo milele. Nataka nikuambie ndugu yangu, maisha haya ni foleni. Ni foleni tu. Leo zamu kwako, kesho kwangu, kesho kwa yule, kesho kutoka kwa huyu. Mungu anatugawia baraka zake kwa makusudi yake, kwa wakati wake, kwa saa yake. Rafiki yangu, watendee watu mema. Mungu amekupenda, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, alipenda hivyo hivyo na makando kando. Alipopenda hao walevi unaowaona wafai, kuna saa wanaweza kukutangulia kwenda mbinguni. Wengine unaona ni makahaba, unawadharau. Wengine unawaona wafai.
Wengine unaona ni kama majambazi. Ni kweli ni majambazi, pengine wengine hawajapenda kuwa hivyo. Wengine unaona watu hawafai. Natamani nikuambie, waombe tu. Mwambie Mungu wasaidie hawa. Kuna saa watabadilika tu. Ipo saa yule unayemwona fai atafaa tu. Kama anaishi hapa duniani, kama bado yuko hai, kama bado moyo wake unapumua, usije ukamdharau hata siku moja. Huwezi jua kesho inakujaje. Yesu anasema aliupenda ulimwengu jinsi ulivyo. Uko nyumbani umeacha mgogoro, rudi nyumbani, mwambie huyo mama, huyo baba, mwambie hao watoto, nimewakosea wanangu, mnisamehe. Yesu amenibadilisha. Ujumbe wa leo ulikuwa ni wa kwangu. Kama ninasema na wewe hapa, badilisha tu mfumo. Yesu aliyekupenda, Yesu aliyekuja kwa ajili yako, anatamani uishi maisha ya furaha, maisha ya ibada, maisha ambayo watu kiondoka, watu waseme huyu ni mwana wa Mungu. Ndicho tunachotamani.